Uchague bado una uwezo wa kufanya biashara. Uchague bado una uwezo wa kuweza kutembea. Uchague bado una uwezo wa kuvaa suruali. Uchague bado una uwezo wa kuvaa sketi. Uchague bado una uwezo wa kuvaa gauni. Haleluya. Haleluya kwa Mungu. Kwa hiyo kuchagua kwako ni hiari yako. Kuna ndugu zetu walishakufa, wanatamani warudi, wachague kumtumikia Mungu, lakini hawawezi. Wanatamani warudi mpaka leo wamtumikie Mungu, lakini hawawezi. Kuna watu ambao walikuwa na mali nyingi sana, lakini walipokufa walijiacha hapa duniani. Wanatamani warudi hata zile mbali, waseme basi ngoja mimi nimtafute Mungu ili nitubu, nisamehewe, niende kwenye enzi ya Mungu, lakini hawawezi kurudi. Wakati tuko hai, wakati tunasema, wakati tunatembea, ndio muda wa kuchagua. Usisubiri wakati uko mochari au kasubiri biripu zinaningilia nyingine inatoka kwamba ndio utachagua kumtumikia Mungu. Hapana. Haleluya, haleluya, haleluya. Au nasubiri wakati una pesa, wakati una sukari, wakati una magonjwa sugu, wakati una magonjwa sugu, unalia sasa, unachagua sasa nimtafute Mungu. Unamtafuta Mungu, ulishapigwa na magonjwa sugu, ulishapigwa na pesa, ulishapigwa na ini, ulishapigwa na kansa, ndipo nashtuka unasema angalia sasa nikamtafute Mungu. Ndio mtafute, hata kama na matatizo hayo Mungu atakuponya. Uweke imani yako, uelekeze imani yako kwa Mungu, naye atakuponya. Mungu ni mwema, kwa sababu Yesu ni mwema. Yesu ni mwaminifu. Yeye alikuwa msalabani akamwaga damu na maji kwa ajili yetu ili tusamehewe, akafa yeye kwa ajili yetu. Nikisema sasa hivi nani anaweza kujitoa akafa kwa ajili ya watu? Haipata mmoja. Haleluya, haipata mmoja ambaye anaweza kusema mimi nataka nife kwa ajili ya watu ili waishi. Hapana. Lakini yeye Yesu mwenyewe alikufa kwa ajili yetu, alikufa kwa ajili yetu ili tupate uzima wa milele, ili kila aminiye apate uzima wa milele, ili kila aminiye apate uzima wa milele. Lakini ule uzima wa milele watu wengi hawataki, wanataka moto. Haleluya, haleluya. Upo moto na hapo inasema kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, bali waoga na wasiamini na wajivu na wachukiza ni katika lile ziwa liwakazo moto na kiberiti. Akasema waoga, akasema wasiamini, akasema wajivu, akasema wachawi, akasema wasiamini, akasema wachawi, akasema wajivu. Haleluya. Wote ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hiyo ndio mauti ya pili. Mauti ya kwanza, watu wanateseka, watu tunaishi kwa shida. Mtu unapogua, unapoteseka na magonjwa halafu unakufa, hiyo ni mauti ya kwanza. Mauti ya pili ni moto wa milele. Moto wa milele, hiyo ndio mauti ya pili. Moto wa milele ambao hautazimika, ambapo utawaka milele yote. Hakuna kusamehewa tena, hakuna kusamehewa tena kwa Mungu. Mungu yeye kanuni zake ni mbili, makatazo na maagizo. Yeye makatazo, usitende dhambi. Maagizo, umtumikie. Haleluya. Maagizo, mtumikie. Maagizo, mtumikie. Makatazo, usitende dhambi. Makatazo, usitende dhambi. Haleluya, watu wa Mungu. Sasa watu wanasema mimi namtumikia Mungu, mimi nina dini yangu, mimi na dini yangu. Ukiingia huko mimi na dini yangu, ukiingia huko mimi nimeokoka, ukisali hivi mimi ninasali. Lakini naweza kuwa nimeokoka na namtumikia Mungu, lakini ni Mungu. Haleluya. Lakini ni binafsi, lakini ni mchizi, lakini ni mfisadi, lakini ni mwizi, lakini akasema ameokoka na anamjua Mungu. Huyo sasa sehemu yake ni katika ile ziwa ni wakaramoto na kiberiti. Sasa jiangalie, jicheki. Haleluya. Jicheke, jiangalie kama kweli umekubaliwa katika ufalme wa Mungu. Ukiona hujakubaliwa, utubu, samehewe, utubu, samehewe. Haleluya. Watu wanasema sisi